kamba nyeupe. Kalia. Sasa hawa ni wanafunzi. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi, Bartimayo naye ako huko nyuma ya makutano. Sasa Yesu akawaambia wanafunzi, sema Yesu. Sasa tuende Biblia sisi. Mwiteni yule kipofu. Endelea kusoma message Joseph. Wakamwita yule kipofu. Wakasikiliza. Biblia inasema hawakumshika. Sawa. Sikiliza kwanza ndio inasimulia. Hali ya kina nani? Sikilizeni. Biblia imesema wakamuita nani? Yule kipofu. Wakamwambiaje kipofu? Jipe moyo. Wakamwambia kipofu, tukaribie hapa tumwambie. Sasa nyinyi mnamwambia kipofu, jipe moyo, inuka anakuita. Baada ya kumwambia kipofu jipe moyo na kwamba anakuita. Sasa sikiliza, kipofu aliposikia habari hizo, Biblia inasema maneno yafuatayo, akatupa vazi lake. Sikiliza, ondokeni watu waone. Kipofu akatupa, Biblia inasema akalitupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Alipofika kwa Yesu haijatosha. Sikiliza, Yesu subiri. Huyu kipofu, jambo la kwanza amelitupa vazi lake. Hilo halijatosha. Biblia imesema akaruka. Hilo halijatosha, akamwendea kwa Yesu. Sikiliza, alipofika kwa Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Nataka kuona. Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako. Imani yako imekuponya. Mara akapata kuona. Akafuata njiani. Naam. Kama unaona vizuri. Subiri mchungaji. Unaona vizuri. Biblia imesema kipofu akapata kufanyaje, watu wa Mungu? Akapata kuona, na alipoona akamfuata nani? Haleluya. Amen. Ametoka kutoka mwombezi akakuwa mwanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo. Lakini sikiliza, habari hizi zinatokea kwa Bartimayo baada ya kukutana na yule Yesu Kristo ambaye anamkomboa. Mnaweza keti tu na Mungu awabariki. Amina. Mchungaji tunamwambia wajukuu, gari nzuri, huyu kijana amaliza sura apate mke. Haleluya. Sikiliza. Tutakoka ofisi yako. Salamu iko. Wamesema tunaomba hiyo yenye ambao inapiga kelele, mikrofoni moja inapiga kelele hapo. Ujumbe ni sikiliza. Bartimayo wangu, hebu njoo Bartimayo, msaidie huyu. Bartimayo aliponywa. Tabia ya kwanza ya Bartimayo, alikuwa yeye ni mwombaji. Alipotoka hapo akaruka, akaacha vazi lake, kumaanisha Bartimayo alielewa, ili niendelee kuona uonaji wangu, macho yangu yaendelee kufunguliwa, nitaendelea kumfuata yeye aliyeniponya. Sikiliza, wewe mbona unaenda kubatizwa ili utembee katika maisha bora, lazima uendelee kukaa karibu na Yesu Kristo. Sasa nenda kaa karibu na Yesu Kristo. Zaidi ya hiyo, wewe ambao uliokolewa zamani za kale, Mungu anakufundisha kutoka kisa cha Bartimayo ya kwamba imekupasa kukaa karibu naye aliye kukomboa. Haleluya.
kwamba kwenye kitabu cha Waefeso 1:18 ombi la Yesu kwetu ni kwamba sisi ambao ni wanadamu wa eneo la Kipunyu na Nduo, Yesu anaomba ya kwamba macho ya mioyo yetu ikafunguke, na inapofunguka tuweze kuona upendo mkubwa wa ajabu. Maana Yohana anasema kwenye Yohana 3:16, tazama jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwana wa pekee, ili mwanadamu yeyote atakayemwamini Yesu asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ambia jirani yako, umesikia hiyo? Ambia huyo mama amuke, mwambie umesikia hiyo? Mwambie mami amuka, umesikia hiyo? Yaani Mungu anataka mioyo yetu ifunguke, tuelewe upendo wa namna hii. Nasikiliza, labda wewe umekuwa kipofu kama Batimayo. Soma na mimi kwenye kitabu kile cha Isaya 35 mstari wa 4 na 5. Labda wewe kama Batimayo, kwa miaka mingi wanadamu wamekudharau. Kuna mabwana ambao tulikuwa tunatembelea, mtu amegonjeka mguu, watu wa familia yake wamemkataa. Wanadamu, wewe uligonjeka kinyuskari, wanadamu wako wakakukataa. Sikiliza, kama Batimayo kwa miaka mingi tu hakuwaiona ujumbe kwako mchana wa leo, sikiliza maneno ya Bwana. Kitabu ni Isaya 35 mstari wa 4 na mstari ule wa 5. Biblia inasema kwamba, waambieni walio na moyo wa hofu, waambieni watu ambao walio na moyo wa hofu, sipeni moyo, msiogope na msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu